So we really thank God for his greatness katika jina la Yesu Kristo. Leo pia tutarudi kuona katika hiyo kitabu cha 1 Samuel, tutaenda chapter 21 na tutaguzia tu kidogo, alafu baadaye tutaendelea kusoma kuhusu kile Mungu anataka tufanye. Kwa maana baada ya sisi kujua Mungu wetu ni mkuu sana, kuna kazi ametupatia tufanye. Tumtumikie huyu Mungu na ukuu wake. So 1 Samuel chapter 21. 1 Samuel chapter 21. Tutasoma maandiko machache pale, lakini theme yetu ama kichwa chetu cha ujumbe kiko verse 8. Pale ndo kichwa chetu cha ujumbe kiko, lakini tutaweza kusoma from verse 1, alafu tusikie vile Biblia inasema. Msomaji wa Kiswahili pia atakuwa tayari, alafu ataweza kutusomea kwa uharaka katika jina la Yesu Kristo. And we thank God kwa vile amezidi kutuhekimisha na kutuongoza katika hali zote katika jina la Yesu Kristo. 1 Samuel chapter 21, tutaanzia mstari wa kwanza hadi kwa mstari wa 8, alafu tutaendelea na mstari hiyo mingine kwa maana imefika mpaka chapter 15 na tutaweza kusikia kuhusu hiyo hadithi. Inasema David went to Nob to Ahimelech the priest. Ahimelech trembled when he met him and asked, "Why are you alone? Why is no one with you?" David answered Ahimelech the priest, "The king sent me on a mission and said to me, 'No one is to know anything about the mission I am sending you on. As for my men, I have told them to meet me at a certain place. Now then, what have you to hand? Give me 5 loaves of bread, or whatever you can find.' But the priest answered David, 'I don't have any ordinary bread to hand. However, there is some consecrated bread here, provided the men have kept themselves from women.' David replied, Indeed, women have been kept from us as usual whenever I set out. The men's bodies are holy, even on mission that are not holy. How much more so today?" So the priest gave him the consecration bread, since there was no bread there except the bread of the presence that had been removed from before the Lord and replaced by hot bread on the day it was taken away. Now one of Saul's servants was there that day, detained before the Lord. He was Doeg the Edomite, Saul's chief shepherd. David asked Ahimelech, "Do you have a spear or sword here? I haven't brought my sword or any other weapon, because the king's mission was urgent." Hiyo ndio dhimu yetu iko pale. Then priest replied, "The sword of Goliath the Philistine, whom you killed in the valley of Elah, is here. It is wrapped in a cloth behind the ephod. If you want it, take it. There is no sword here but that one." David said, There is none like it. Give it to me." Baba, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya neno lako, na asante kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwema, tazidi kufundisha mioyo yetu na hata kuelekesha mioyo yetu. Tunakushukuru Baba wetu na tunakuhimidi kwa sababu tangia asubuhi umeendelea kusema nasi, umeendelea kutufundisha neno lako hata katika kipindi cha maombi, tangia programu alipotuongoza. Baba, umezidi kufundisha mioyo yetu. Tunakushukuru hata kwa sababu ya nafasi hii, kwa maana Baba umezidi kuendelea kutufundisha, nasi tupe sikio la kusikia, tupe hekima, tupe maarifa, ili tukatimiza kusudi na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So, kichwa cha ujumbe wetu ni ya kwamba
kwa fashion nyingine inasema the work of God needs haste, ya kwamba kazi ya Mungu inahitaji haraka, inahitaji uharaka. Hebu tuisome hiyo verse kwa version nyingine inasema verse 8, and David said unto Ahimelech, and is there not here under thy hand spear or sword? For I have neither brought my sword or my weapons with me, because the king's business requires haste. Yani kazi ya Mungu inahitaji uharaka. So hiyo ndio dhima yetu ya kwamba the kingdoms ama the king's business requires haste. Ama kazi ya ufalme ama ya mfalme inahitaji uharaka. Na sisi wote hilo neno tunalielewa vizuri sana. Wakati tunaongea kuhusu haraka, unajua wakati mtu anafanya mambo kwa uharaka, kuna hiyo bidii, kuna hiyo kujitolea ndio ufanye haraka. Hata kama ni kutoka, unaharakisha utoke uende mahali unaenda. Ikiwa ni katika mambo zako, inabidi uifanye kwa uharaka. So the same case na mambo ya Mungu na ufalme wake, inataka haraka ya kufanya ile kazi. Ya kwamba mimi nimeelewa ile kazi Mungu ameniita niifanye. So niifanye kwa uharaka, nisifanye kwa ulegevu. Na ndio unaona katika Jeremiah, I think it's chapter 40, inasema ya kwamba wanaofanya kazi ya Bwana kwa ulegevu wamelaaniwa. Yaani mtu anayefanya kazi ya Mungu katika hali ya ulegevu amelaaniwa. So inahitaji uharaka sana. If you are serving God, kuwa na hiyo bidii, kuwa na hiyo haraka. Usifanye tu kwa ule upole yake, inatakanga haraka. Na so tumesoma hadithi ya David, and I think hata hiyo wakati mwingine tuliweza kuguzia kuhusu Saul and David katika hizo chapters zingine tulikuwa tunasoma about the greatness of God na kile Mungu anaweza fanya. So David aliweza kuchaguliwa akiwa mchungaji wa kondoo za baba yake, na alikuwa ni kijana mdogo wa ile familia. Na wakati Mungu alimwambia Samuel ya kwamba kwa Jesse nimejichagulia mfalme. Jesse Mungu alipomtuma Samuel kwa Jesse alikuwa na watoto wengi. Na wale walikuwa pale, Biblia inasema ya kwamba wale walijitokeza wa kwanza, Abinadabu na hao wengine ambao walikuwa wamesimama mbele. Wakati Samueli ameshika mafuta, alikuwa anatembea akiangalia nani ni nani. Anaenda anasimama kwa yule mmoja, anaambiwa sio huyo. Akaenda kwa wa pili, Mungu akamwambia sio huyo. Akaenda kwa watatu, Mungu akamwambia sio huyo. Alipomaliza wote, ndio akamuuliza Jesse, je, kuna yule ambaye amebakia mwingine? Kwa sababu miongoni mwa hao wote hakuna yule amepatikana. Kwa sababu Mungu alikuwa anamwambia Samueli, yeye haangalii sura, haangalii nje. Kwa sababu Samueli alikuwa anaangalia, anaona huyu ana umbo mzuri, huyu ana sura mzuri, huyu anapendeza, huyu ana kimo kizuri. Lakini Mungu akamwambia Samueli, mimi siangalii kama vile wanadamu wanaangalia, kwa sababu wanadamu wanaangalia nje, lakini Mungu anaangalia moyo. So akamuuliza, je, kuna yeyote? Hata Jesse mwenyewe alikuwa amesahau na Daudi. Ndio akasema, kuna kale kadogo kumbe kalienda kuchunga kondoo. Kwa sababu kulingana na akili yake, yeye baba yake alijua huyo mdogo hata Mungu hawezi mchagua, hata Mungu hawezi mfanyia chochote. Lakini sasa Samueli akasema, hatutaketi mpaka aende aitwe. Akaenda na akaitwa na akaletwa. Alipoletwa, Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema ndio huyo. Akamwagiwa mafuta
mbele ya ndugu zake na mbele ya wazazi wake. Na Daudi yeye alikuwa bado mtoto, hakuelewa ni nini kimefanyika. Yeye akarejea na akaenda kuchunga kondoo za baba yake. Na basi wakati huo wana wa Israeli wamepata Sauli, sasa ndiye mfalme na anaendelea. Na tulisoma hizo hadithi zote za kuhusu Sauli, vile alitumwa Ahimeleki akakataa kuwaua Amaleki wote na akakataa kuwamaliza wote, na hatimaye akanyaganywa ufalme. So Daudi hata kama alienda na akachunga kondoo za baba yake na hapo na mafuta na upako, mahali ambapo tumesoma sasa, wakati aliua Goliathi na watu wakaimba ya kwamba Daudi ameua maelfu na Sauli ameua elfu. So ikaleta shida na Sauli akawa sasa anamuogopa Daudi na akawa kwa insecure tena. Hata kuna siku moja alikuwa Daudi anaimba, anamchezea kinanda. Wakati anacheza, yeye ndani ya moyo wake alikuwa ameweka mkuki karibu na yeye. Akajaribu kumtupia ule mkuki karibu ili amshikanishe na ukuta, lakini Daudi akahepa. Akajaribu mara ya pili, Daudi akahepa. Na hatimaye sasa vita vikawa vikali mpaka mahali ambapo tumesoma, utaenda kuanzia huko kwingine kwote, utasikia vile sasa Sauli alianza kumfuata Daudi na vile alitaka mpaka kumwangamiza Daudi na kummaliza Daudi. Na mahali tumesoma, tumesikia kwamba Daudi sasa ametoroka kwa sababu ya mfalme Sauli. Na unajua alikuwa anakaa kwa Sauli, ndio alikuwa anamchezea kinanda. Kwa maana Biblia inasema roho mchafu akaachiliwa juu ya Sauli kutoka kwa Mungu. Na yule roho mchafu wakati alikuwa anamuingia Sauli, alikuwa anatafutia Daudi ili aje acheze kile kinanda, aimbe nyimbo, worship, because he was a worshiper, aweze kuimba. Akishaimba sasa yale mapepo ama ile roho mbaya inamtoka Sauli. So sasa ametoroka kwa sababu Sauli anataka kumwangamiza. Na ujue pia Jonathan mtoto wa Saul alikuwa amempenda Daudi sana, na wakaweka maagano pamoja na Daudi mpaka Daudi akampea mavazi yake na mambo hayo mengine, watu wakekeana agano. Lakini nataka turudi kwa ujumbe wetu pale chapter 21. Wakati Daudi alijua ya kwamba Saul sasa anataka kumwangamiza na akatoroka, mahali tumesoma, tumesikia alikimbia kwa kuhani aliyekuwa akiitwa Ahimeleki. Na Biblia inasema Ahimeleki alipomuona Daudi yako peke yake akashtuka na akamuuliza, imekuaje umekuja peke yako? Hebu tusome hiyo verse 1 kwa Kiswahili. Neno inasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza 21 mstari wa kwanza hivi: basi Daudi akaenda Nofu kwa Ahimeleki kuhani. Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka, akamwambia, kwani wewe kuwa peke yako, wala hapana mtu pamoja nawe? Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia asijue mtu awaye yote habari ya shughuli hii ninayokutuma, wala ya neno hili ninayokuamuru. Nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. 3 inasema, kuna nini basi chini ya mkono wako? Nipe mkononi mwangu mikate 5 au chochote ulicho nacho hapa. Yule kuhani akamjibu Daudi akasema, hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu, ila mkate mtakatifu, ikiwa wale vijana wamejitenga na wanawake. Naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia, hakika tumejitenga na wanawake siku hizi 3. Napo nilipotoka, vyombo vya vijana hawa vilikuwa vitakatifu, ingawa ilikuwa safari ya siku zote. Basi leo je, vyombo vyetu havitakuwa vitakatifu zaidi? Ndipo kuhani akampa ile mikate mitakatifu, kwa maana hapakuwa na mikate ile ya uonyesho, nayo imekwisha kuondolewa mbele za Bwana, ili itiwe mikate ya moto siku ile ilipoondolewa.
Basi siku ile palikuwapo na mtu mmoja wa watumishi wa Sauli, amezuiwa hapo mbele za Bwana, jina lake ikiitwa Doegu Mwendoni, mkubwa wa wachungaji wa Sauli. Tena Daudi akamwambia Ahimeleki, na hapa chini ya mkono wako, je, hapana mkuki au panga? Kwa maana sikuleta upanga wala silaha zangu, kwa sababu ile shughuli ya mfalme ilitaka haraka. Yule kuhani akasema, upanga wa Goliathi yule Mfilisti uliyemuua katika bonde la Ela, tazama upo hapa, umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera. Ukipenda kuichukua, haya uchukue, maana hapa hapana mwingine ila huo tu. Daudi akasema, hapana mwingine kama ule, haya nipe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani amesoma vizuri na tumeelewa, na tumesikia kwamba Daudi alipoenda kwa kuhani huyu Ahimeleki, alipomwendea akamuuliza mbona ako peke yake, yeye akamwambia nimetumwa na mfalme kwa kazi ambayo inahitaji nikuwe tu peke yangu. Na kwa hivyo akamuelezea vijana, kuna mahali nimewaambia tukutane pamoja na hawa, kwa sababu kuna vijana wa vita ambao walikuwa wanatembea na Daudi. So alipofika pale, tunasikia Daudi alikuwa na njaa, na akauliza, je, kuna mikate ile ya kawaida? Kwa sababu katika hekalu kulikuwa na hiyo mikate ya kawaida ya kama mtu akiingia hatakosa chakula nyumbani mwa Bwana. Alafu pia kulikuwa na mikate iliyowekwa wakfu, mikate mitakatifu, ile imetolewa na imewekwa wakfu mbele za Bwana, ambayo ingekuliwa tu na makuhani. So Daudi akaambiwa ya kwamba mikate ambayo imebaki ni ile tu ambayo ni ya uonyesho, ile ambayo imewekwa wakfu na ambayo imetengwa pale, imewekwa mahali patakatifu. Na maandiko inasema ya kwamba basi akaulizwa, je, hawa vijana na wewe pia umejitenga na wamama ama na wanawake? Yaani hawajalala na wale wanawake. Na ndio Daudi akasema hii safari imekuwa ndefu sana, na vile tumekuwa wasafi na tumekuwa watakatifu, na hata siku hizo zingine zote tumekuwa tu wasafi na watakatifu. Na je, siku hii ya leo imekuwaje? Kwa sababu walikuwa wameelewa ni vile ukikula vitu vitakatifu vya Bwana, sheria na maagizo iko namna gani, na si wote waliokuwa wanaruhusiwa. Lakini sasa akamwambia basi achukue waende wakule pamoja. Hatimaye Daudi akamuuliza, je, kuna upanga? Kwa sababu yeye alitoka, tunaelewa kulikuwa na kikao kwanza, na mwenye alimpea siri ya kwamba siku hiyo yeye Daudi angeuawa ni yule Jonathan. So akamwambia, wewe enda tu, kwa sababu baba anakutafuta na atakuangamiza. Kwa hivyo alitoka tu, hakubeba kitu chochote, alikuwa tu ametoka, hakubeba mpaka silaha, kwa sababu wakati ule walitembea na mapanga, walitembea na masilaha, walikuwa wanaenda nazo, kwa sababu kila wakati wako katika hali ya vita. Lakini sasa akamuuliza, je, kuna upanga wa kawaida ambao pia naweza nikaenda nao, ama silaha yoyote ambao naweza nikabeba nisitembee bure? Na ndio akaambiwa kwamba kuna ule upanga ulimuua Goliathi, na yeye David ndiye alikuwa ameua Goliathi na ule upanga, na pia ulikuwa umefungwa vizuri na ukawekwa kwenye hekalu pale. Akasema ikiwa hakuna upanga mwingine, basi nipatie huo. Akapewa ule upanga pia ambao alimuua nao Goliathi. So tunaposoma tunasikia Daudi alikuwa katika vita, na yeye alipokuwa katika vita, yeye mwenyewe bado anamwambia Ahimeleki ya kwamba mimi nina kazi ya mfalme, ama kazi ambayo nimeitwa nifanye inatakiwa uharaka. Kwa hivyo alihitaji hizo vitu kwa uharaka sana, ili aende akafanye ile kazi Mungu amempea. Na unjua alikuwa bado katika vita, ametoroka Sauli na amebaki peke yake. Sasa hapo katika hali ya vita atafanya namna gani? Yeye hakugive up, yeye bado anasema lazima kazi ifanyike, na ifanyike kwa uharaka. Wapendwa wa Bwana, ni neno letu ya kwamba kazi hii Mungu ametuita, anataka tuifanye kwa bidii yote, anataka tuifanye kwa uharaka, tusifanye kwa ulegevu. Mtu anayefanya kwa uharaka ni
mtu anajua ya kwamba hatuna muda mwingine. Wakristo wa saa hizi na kanisa la saa hizi limetulia sana. Watu hawafanyi uinjilisti, watu hawafanyi kazi ya Bwana. Watu tu wanajua nije kanisani Sunday na niende. Kazi ni ya mapasta. Sisi wote tumeitwa tufanye hii kazi, na kazi ya Mungu inataka uharaka. Tulijifunza kuhusu kuwa Mungu na kile Mungu anafanya kwa maisha ya watu wake. Wakati sisi tunamtumikia, hawezi kutuacha, hawezi tuachilia. Hakuachilia wana wa Israeli. Hata kama walikuwa wamekosea, bado Mungu alishughulika pamoja na hawa. Wapendwa, wakati tunatumikia Mungu, hawezi kutuacha. Wakati mwingine tunajihurumia, tutakula nini, tutavaa nini, hiyo masaa nimetoa itakuwa namna gani kwenda kazi ya Bwana. So watu wanahesabu kufanya kazi ya Mungu ni ya hasara. Na ndio maana hata Jumapili bado tuli siku ya Jumapili ama siku ya Sabato, kwa sababu kuna wale wako na Sabato. Sabato ni siku tofauti, lakini sisi sasa tuko katika siku ya Jumapili. Unapata hata hii Sunday bado kwa Wakristo inawasumbua, bado kwa Wakristo inawauma ya kwamba hawezi jitolea aende kwa Mungu, hawezi jitolea akuje atumikie Mungu, ama aende aserve God, ya kwamba aache kazi yake siku moja aseme leo nitaenda kutembelea wagonjwa. Hakuna Mkristo anaweza fanya hiyo. Hakuna Mkristo anaweza sema ya kwamba leo Sunday baada ya ibada nitaenda kuona wagonjwa ama kutembelea wale ambao ni wadhaifu. Hakuna Mkristo anafanya hiyo, kwa sababu Wakristo wa saa hii wanajua ni pastor anafaa afanye hiyo. But all of us, Biblia inasema ya kwamba tumekuu, the great commission yenye sisi tumepewa ni ya kila Mkristo. Ni ya kila Mkristo. Na hii kazi inataka uharaka. Wewe unasema utaenda kuombea wagonjwa, amka saa hii. Bwana Yesu asifiwe. Enda waombee. Inataka uharaka. Haujui dakika hiyo nyingine ni nini kitatokea. Na haijalishi kama uko na shida, haijalishi kama uko na matatizo. David anasema hata kama niko vitani, ninataka kuuawa na Saul, lakini lazima nifanye hii kazi. Inataka uharaka. Mambo ya ufalme inataka uharaka sana katika maisha yetu. Nakumbuka the late Bishop Joyce alikuwa anapenda kutuandikia message kitu 6 wahubiri wote saa 9 sorry. Alikuwa anatuandikia saa 9 ya usiku. And the last word ama neno lile alituandikia kazi ya ufalme inahitaji haraka. Uharaka. Bwana Yesu asifiwe. That was message ya mwisho hiyo masaa ya saa 9. Na alikuwa anatuandikia kama watumishi wa Mungu, kutuencourage, kutuongelesha kila siku alikuwa anatupea verse. So, the last year aliandika hiyo message ya kwamba kazi ya Mungu inahitaji uharaka. So, niliposoma hili andiko na nikaangalia hadithi ya David, kwa sababu kutoka hapo akawa sasa amekimbia, ametoroka kabisa Sauli. Na akawa sasa Sauli naye anamfuata. Utaenda kusoma kuanzia hiyo chapter 22, 23 na hizo zingine kwa sababu hatuna muda, lakini nitaguzia machache. Ya kwamba vile alitoroka bado alikuwa anatumikia Mungu. Bado alitaka kufanya mapenzi ya Bwana. Ingawaje katika chapter zingine unasikia akiuliza Mungu sasa nimesikia, cause wakati Saul, acha nianzie pale. Wakati Saul aliweza wacha tumalize hiyo chapter 10 alafu niguzie hiyo chapter 22. Tusome hiyo chapter 10 tusikie anasemaje. Inasema, basi Daudi akaondoka akakimbia siku ile kwa hofu ya Sauli, akamwendea Akishi mfalme wa Gathi. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia, je, huyu si yule Daudi mfalme wa nchi? Je, hawakukimbiana habari zake katika ngoma zao kusema, Sauli amewaua 1000 zake na Daudi 10,000 yake? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake,
akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi, akaubadilisha mwenendo wake mbele yao, akijifanya mwenye wazimu mikononi mwao. Akakuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Ndipo huyo Akishi akamwambia watumishi wake, angalieni, mwaona ya kuwa mtu huyu ana wazimu? Basi maana yake nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja na watu wenye wazimu, hata mmeleta kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu? Je, huyu ataingia nyumbani mwangu? Amen. Bwana asifiwe. Kama ulisoma huo mstari wa kwanza na wa pili, Daudi alipoenda kwa Ahimeleki, alipomuuliza kwa nini yako peke yake, akasema nimetumwa kazi ya kufanya kwa uharaka. Haya, na ndio nimetoka peke yangu. Kwa sababu alitaka Ahimeleki awape at least chakula. Alihitaji kupata silaha kutoka kwa Ahimeleki. Sasa tena amekimbilia, bado Sauli anamfuata. Tena amekimbilia kwa Gathi, Akishi mfalme wa Gathi. Ameenda pale, amepelekwa. Watu kumuona wakaanza kusema, huyu si Daudi mwenye aliua maelfu, 10,000, na Daudi na Saul aliua maelfu. So Daudi mara moja akajua nimegunduliwa na nimejulikana. Mara moja akajigeuza, akajifanya mwenye wazimu. Akaanza kukuna mlango, kurusa mlango, akaanza kutema mate, anajifanya hivyo, akajifanya kwa sababu alijua huyu naye atamuangamiza. Akaogopa sana na tayari ako kwa mikono yake. Na Mungu akampea vile atafanya saa hiyo. Hawakuelewa tena ni Daudi, wakaona huyu ni mwenda wazimu. Hata Akishi alipoletewa akaona huyu hayuko sawa kwa sababu ya vile alikuwa. Na nikaona vile Biblia wanga inasema hata kama tutashikwa na tupelekwa korokoroni, ama usisumbuke kile utasema, kwa sababu saa hiyo Roho Mtakatifu atakupea kile utafanya. Imagine alimpea tu akifanya hivyo, na akifanya hivyo mwenda wazimu. Na ndio sasa huyu mfalme Akishi akasema, mimi niko na haja na mwenda wazimu. Mwenda wazimu wataingia kwa nyumba yangu kweli? So ndio akatoka. Alipotoka katika chapter 22 pale utaenda kusoma, akatoka pia na akakimbia. I could show you verse 3. From there David went to Mizpah. What up show you verse 1. David left Gathi and escaped to the cave of Adullam. When his brothers and his father's household heard about it, they went down to him there. All those who went in distress or in debt or discontented gathered round him, and he became their commander. About 400 men were with him. From there, David went to Mizpah in Moab and said to the king of Moab, would you let my father and mother come and stay with you until I learn what God will do for me? So he left them with the king of Moab, and they stayed with him as long as David was in the stronghold. But the prophet Gad said to David, do not stay in the stronghold, go into the land of Judah. So David left and went to the forest of Hereth. Utaenda kusoma hiyo yote na utasikia. Na chapter 6 inasema, now Saul heard that David and his men had been discovered, and Saul was seated, spear in hand, under the tamarisk tree on the hill at Gibeah, with all his officials standing at his side. He said to them, listen, men of Benjamin, will the son of Jesse give all of you fields? Ebu tusome hiyo verse 7. Mstari wa 7 inasema, naye Sauli akawaambia watumishi wake waliomzunguka, sikieni sasa, enyi wa Benjamini. Je, huyu mwana wa Yese atawapa nini kila mmoja mashamba na mashamba ya mizabibu? Atawafanya kuwa makida wa watu 1000
na maakida wa watu 100. So ukisoma pia mstari wa 9, amewaita, amewaongelesha, amewauliza kama mwana wa Jesse, hata kama akikuwa mfalme, kama atawapea mashamba ama chochote, na tunasikia vile waliweza kujibu. Mstari wa 9 ukisoma katika ile chapter 21 utasikia kuna mtu, wakati David, chapter verse 7 inasema kulikuwa na mtumishi wa Sauli aliyeitwa Doeg, ambaye aliweza kupeana ripoti kwa Sauli, na akamwelezea ya kwamba Daudi ameenda kwa Amaleki na vile kumeendelea. Na kwa hivyo Daudi alikuwa ameenda kuomba yule mfalme wa Moabu afiche wazazi wake na familia yao, kwa sababu sasa vita imeanza na maybe wanaweza wakauawa. Wa chapter 6 na kuteremka ukielekea mpaka chapter 23 inaongea Saul aliposikia kutoka kwa huyu Edom, kwa sababu alienda na akaongea kila kitu, na Ahimeleki akaitwa. Ahimeleki akauawa kwa sababu ya kumchukua David na kumficha, na akaua manabii wote ambao walikuwa wakati ule, akawaua wale ambao waliweza kupatikana, na mwenye alikuwa anaua Edom na wale majeshi ya mfalme Saul, na wakauawa. Na hatimaye mahali ambapo tunasoma sasa, Saul David akatoroka, kwa sababu sasa mambo yamekuwa ni mabaya. Utaenda kusoma maandiko hayo mengine vile iliweza kuendelea. Chapter 23, David aliposikia ya kwamba the prophets mpaka ule Ahimeleki alimsaidia wameuawa, kile alifanya akauliza Bwana. Sasa akauliza Mungu, nifanye namna gani? Kwa sababu sasa kumekuwa kubaya. Utaenda kusoma hiyo hadithi ya kwamba kila kitu ambacho David alikuwa anafanya, alikuwa anauliza Mungu, nitafanya namna gani? Na hata akamuuliza, je, hawa Wafilisti watakuja kutupiga? Mungu anamwambia watakuja, niende niwafuatie. Mungu anamwambia wafuatie. Utaenda kusoma hiyo hadithi nyingine yote na utasikia vile kuliendelea. So vita za David na Sauli zikachacha sana, lakini point iko hapa. Kile nimepeleka hizo vitabu vyote, point iko hapa ya kwamba hata kando na David huwa anafuatwa na Sauli, hakukosa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati mwingine tuna mambo tunakabiliana nayo katika hali ya maisha, lakini yani inatusababisha mpaka tunapeana excuse ya kwamba sitafanya hili kwa sababu ya hii, sitamtumikia Mungu kwa sababu ya jambo fulani, sitatumikia Mungu kwa sababu ya hii na ile ingine. So yeye David alisema hii kazi ya Mungu haihitaji yoyote, inahitaji uharaka sana. Enda uko kwa vita, serve God, wewe mtumikie, enda fanya kazi ya kingdom siku baada ya siku. Hakikisha kuna kitu unafanya kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Siku ni chache sana, muda umeenda sana, tumekaribia kurudi kwa Yesu Kristo, na sote tunangojea kurudi kwa Yesu Kristo, lakini muda ni mchache. Kwa hivyo tufanye kile tunafanya kwa uharaka. Kama nimeamua kutumikia Bwana, wacha nimtumikie na nguvu zangu zote, na nifanye kwa uharaka. Uharaka ni kumaanisha kwamba every day kuna kile ninafanya kwa sababu ya mambo ya ufalme wa Kristo. Saa hizi hakuna kitu kingine tunafanya ya kwamba kuanzia Monday to Sunday hakuna. Yesu asifiwe. Ama niulize wachache, nini unafanyanga katikati ya wiki kuhusiana na mambo ya kingdom ya Mungu? Na anasema tuifanye kwa uharaka, kwa sababu muda umefanya nini? Umeenda sana. Tumechelewa sana. Tunachelewesha kurudi kwa Yesu Kristo, kwa sababu hatujafanya kile ambacho ametuita tufanye. Nyakati zenye tuko huwezi dijua. Saizi mambo ni mengi, vifo ni vingi, watu siku zao zinafika wanaenda, wengine wanauawa. So wewe fanya kazi ya Bwana, fanya kazi ya Bwana kutoka Monday to Sunday. Do something for the kingdom. Na nasema kazi ya Mungu inataka uharaka. In your programs, jipangie.
Na mara hii Mungu atusaidie, kwa sababu si mara ya kwanza kuongea kuhusu serving God. Tumejifunza sana. Lakini tukitoka Sunday ni hivyo. Watu wanafikiria kuja kanisani Sunday ni kazi. That is not work. Sisi tunatii nini? Amri na sheria. Yenye Mungu alisema nimeitakasa hiyo siku. Ni siku tu ya kuja mbele zangu mniabudu. Ni siku ya kuja tu mbele zangu mnisifu. Na akasema ameitakasa hiyo siku. Na mwenye atainajisi hiyo siku analaaniwa, kwa sababu ameibariki na akaitakasa the seventh day. It's a holy day. Siku yenye kazi ile ametupea ni kumwabudu tu. Ni kumsifu tu. Ni siku yake ambayo anakutana na maisha yetu. So, sisi kama Wakristo ambao neno la Bwana limetuambia kazi yake inataka uharaka, tunafanya nini? Weekdays. Kwenda ushirika pia si kazi. Tunatimiza sheria na agizo la Bwana. Kwa sababu wakati tumekutana pamoja, tunashirikiana pamoja, tunalitia jina la Bwana pamoja, kuna kile Mungu anaachilia, kuna nguvu zile anaachilia. So fellowship ni ya maana sana, ama ushirika ni wa maana sana. Vile tunashirikiana siku ya Jumapili ni ya maana sana. Biblia inasema mitume walikutana kila siku, every day. Wacha sisi tu ni mara moja, ama maybe hiyo tukutane ushirika tena Wednesday. Lakini mitume walikutana every day, kila siku wako na ushirika, kila siku wako na ushirika, kila siku walikuwa na ushirika. Na hiyo ndio mapenzi ya Mungu wetu. Lakini tukisema kila siku ushirika, hatutaweza. Kwa sababu tutasema kazi zetu, tutasema mambo yetu, na si vibaya kufanya hiyo yote, lakini pia isikubebe usahau unatakiwa ufanye kazi ya Mungu kwa uharaka. Mambo ya ufalme. So ni vizuri kujipangia ya kwamba kila siku nikifanya kazi zangu niko na risali moja ya kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ni gani? Kwenda kuhubiria wale hawajaokoka, kutembelea wale wanyonge, kutembelea wale ni wagonjwa na kuwaombea. Hizo ndizo kazi za Mungu na zinatugojea sisi. Like now tuko hapa kanisani, tuko wengi sana. But na hospitali kuna watu wamelazwa pale, kuna watu ni wagonjwa. But hatuna time, because sisi siku hiyo ni siku zetu. But tunaweza jipangia ya kwamba kila siku nitaenda kutembelea mgonjwa. Kila siku nitahubirianga angalau mtu mmoja. Hiyo ni kazi ya Mungu unafanya. Na nilisema kuna mtu hana washirika, hakuna unatenda mbele za Bwana aseme mimi Mungu sikupata watu wa kuhubiria. Sisi wote ni wanabiashara. Au anakuja hapo ndio unaletewa hapo. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, ndio anawatuma hapo. So, ikiwa wamekuja, hakikisha kuna mmoja umemhubiria neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah church. Mwambie neno la Bwana. Huyu kijana sema tu hiyo verse, si imetubariki. Just hiyo verse moja tu. Lakini imetubariki kwa sababu imepepa utajiri. John 3:16. For God so loved the world. Hiyo ni kitabu kimejaa utajiri. Huyo umekuja kwako, mwambie hiyo neno. Mhubirie hiyo neno. Kwa sababu muda unaenda, wewe utatumikia Mungu lini? Bwana Yesu asifiwe. When are you planning to serve God? Unapanga lini kumtumikia Mungu? Unapanga lini kufanya kazi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Wacha liwe ni swali lako. Ni nini nafanya kwa sababu ya huyu Mungu? Ndio nasikia kwa kusema ya kwamba kazi ni nyingi.
watendakazi ni wachache. Swali ni je, wewe uko miongoni mwa wale wachache ama uko miongoni mwa wale hawapatikani wengi? Kwa sababu kazi ya Bwana inahitaji uharaka wa upendo. Na ni mzuri kuketi na kujiita hiyo mkutano na kujiuliza, what am I doing? Ni nini ambacho nafanya katika ufalme wa Mungu? Na nimesema kuja church si kazi. Hata mimi naenda kanisa, hata sasa hivi nipea mtu karatasi, andika kazi za Mungu zile unafanya. Naendanga ushirika, naendanga kanisa, hiyo ni lazima. Kitu yenye iko kwa sheria za Mungu. Ametuagiza hivyo. Kwa sababu yeye alipeana hiyo siku. So hiyo haina ati kusema sitaenda kwa sababu ya hii. Hiyo amesema ni siku yangu takatifu, nimeifanya hiyo takatifu ya kukutana na kusanyiko. So hiyo si kazi. Au utasema kwenda kanisa ni kazi. Au utasema kuenda ushirika ati ni kazi. Hata hizo zetu za groups, ni neno la Bwana limetuagiza tufanye hivyo. Tukutanike mara kwa mara. Katika Hebrews chapter 10 verse 25 ya kwamba tusikose kukusanyika mara kwa mara katika ushirika wa pamoja. So, lakini wewe binafsi ni nini unafanyia Mungu? Ni nini utasimamisha mbele ya Bwana na kusema, Mungu nashukuru kwa sababu ya kile nimeona ukifanya. Fulani ameokoka. Mgonjwa amepona, nimemwombea. Umetembelea mjane, umemwencourage. Umetembelea mtoto yatima, umemtia moyo. Umetembelea mwenye unajua hana ule uwezo, umemtembelea, umemtia moyo. Hizo ndo tunaitiwa tufanye. Na ndio niliposoma hii hadithi ya David, ikanitia changamoto sana. Ya kwamba hata kama ako vitani, maana ukisoma utasoma hizo vitabu zingine utasikia, bado aliendelea kutumikia Mungu. Bado alipigana vita. Hata pale Kera alipigana vita, aliua watu maelfu pale. Kwa sababu alikuwa amekuja kuwataka ule mji, pia alikuwa ndani. So, na sisi pia kuna kazi Mungu ametupea nyingi sana za kufanya. Hata kama uko na changamoto zenye uko nazo za maisha, hiyo sio kizuizi ama sio sababu ya kusimamisha mbele za Bwana na kusema sitaenda kufanya kazi ya Mungu, sitaenda kutumikia Mungu kwa sababu ya hii na hii. Hapana. Unatafuta mbinu zote vile utafanya. Uhakikishe at least kila siku kuna kitu unafanya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kazi ni nyingi, watenda kazi hawako. Sijiulize, kama kazi ni nyingi na watenda kazi hawako, mimi niko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko wapi? What am I doing? Kwa sababu Wakristo vile nimesema wanajua mapasa tu hawa ama watumishi wa Mungu ndio walipewa kazi ya kufanya. Hao wanaendelea kufanya pati yao. Lakini wewe kama Mkristo unafanya nini? Kwa maana tume kuu ni ya kila Mkristo, enenda ulimwenguni wote. So wote na sisi tuenende. Na hata kama kuna changamoto, nataka nirudie hivyo. Daudi alikuwa kwa vita, angerusha mikono na aseme, wewe Mungu ulinichagua, umenileta kwa hizi shida. Sasa ona David Saul anatafuta aniue. Moyo wake ulikuwa na wasiwasi sana, but bado anatumika kwa Mungu. Bado anauliza Mungu maswali. Mungu nifanye namna gani? Ndio niko kwa hii shida. Hawa watu wanapigwa, hawa watu wanafinyiliwa. Nifanye namna gani? Mungu anamwambia toka, nenda pigana vita na mimi nitakupea ushindi. Kwa hivyo wapendwa, kazi hii ya Mungu, Kristo anarejea. Yesu anarejea. Na maandiko inasema anarejea na mshahara wake mkononi mwake. Na tulisoma kuhusu ukuu wa Mungu, ya kwamba hata kuacha wakati wewe unamtumikia, atakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo, wewe unamfanyia nini katika maisha yako? Ni wakati wetu tuinuke
wapendwa, tumaanishe na huyu Mungu, tufanye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Enda chora program yako. Tumetoka Januari, tumefikia mwezi wa 6, tuko nusu ya mwaka. Ni wangapi umehubiria? Ni wangapi umewatembelea? Ni wangapi watoto umewalisha au umewasaidia wale yatima? Ni wajane wangapi umewatia moyo? Sababu Mungu anapenda wajane. So mara zote anapoongea anasema yeye ni mume wa wajane, na akasema mwenye atadhulumu mjane naye Mungu atamshughulikia kwa sababu yeye ndiye mume wao. Watoto yatima pia wakilala njaa na walie, Mungu asikie akiwa mbinguni. Haiwezi kuwa vizuri na mimi na wewe. Tunafaa tuwatie moyo. Na si lazima tupande program ya church. Wewe tafuta mmoja, mtie moyo. Tuna wagonjwa. Sisi wote tumeshakuwa wagonjwa. Wakati uko mgonjwa, you need somebody to encourage you. Unahitaji mtu awe karibu na wewe, akutie moyo. Na hiyo ndio Mungu anataka tufanye. Kuna wengi wamepagawa na mapepo. Biblia inasema kwamba tutakemea mapepo. Kuna watu wamepagawa na maroho mabaya. Wamefungwa. Ni wangapi tumewatembelea? Ni wangapi tumewaombea? Hiyo ndio Mungu anahitaji. Mungu, tukitaka kufurahisha Mungu wetu, tukitaka kufurahisha Yesu Kristo, ni kujua anataka tufanye kazi ya ufalme kwa haraka. Kwa hivyo sina siku wacha leo nione nitafanya hii, nitafanya ile nyingine, nitafanya yale mengine. Jana nilikuwa nitoka Nakuru ndio nirudi jana usiku. Na mwingine akaniambia, "Kai, utokaje na safari?" Nikamwambia, "Uzuri si safari zangu. Kama ni zangu naweza choka. Because maybe kila wiki ananiona. Nikamwambia mimi sitokani na safari yenye kozini ya Mungu. Labda kama ingekuwa safari yangu ningekuwa na uchovu na kusema hiyo hata nitashughulikia siku nyingine. But hiyo hata safari yote naenda kwa sababu ya kazi ya Bwana. Kwa sababu ya kazi ya Mungu. Niambia mimi kiendaga safari tu hivi, hata kesho yake siamki. Nikamwambia unaendaga shughuli zako. Hii ya mwenyewe hata kesho akiniambia safari nitaenda. Kwa sababu yeye mwenyewe ana refresh, yeye mwenyewe anakupea nguvu. Anakutia nguvu za kufanya hiyo kazi yake. Na akaniuliza, na haujali vile una overspend kwa sababu ya safari? Safari siku hizi ni gharama. Nikamwambia mwenye kunituma kazi wanga na provide. Juu kama angekuwa akiprovide singekuwa nikienda. Bwana Yesu asifiwe. So kazi ya Bwana iko mingi sana. Kazi ya Mungu ni nyingi sana. Wewe jitafutie. Labda hautaenda safari, hautaenda mbali, labda yako haitakuwa mbali. Mimi ni hapa tu eneo la Kericho. Tafuta vile utamtumikia ukiwa hapa Kericho. Vile utajitolea kuhakikisha kila siku niko na program yangu ya wiki, nitafanya hii wiki, ongeza ya Mungu pale. Jukukuwa Mkristo wa Sunday to Sunday. Ni vizuri kuja kanisani ndio. Lakini je, ni mazao gani tunamzalia Bwana? Kanisani tunakuja tufundishwe, kanisani tunakuja tuelekeshwe, kanisani tunakuja tuonyeshwe vile tutafanya hii kazi. So kila siku tuko darasa la kufundishwa. Na pia kanisani tunakuja kutiwa moyo. Kwa sababu hiyo wiki labda ulipotoka kwenda kufanya kazi ya Bwana kuna changamoto ulikumbana nazo. So Sunday pia ni ibada ya kutiwa moyo. Pia ni Sunday ya kupewa matumaini, ya kuwa na ya kufundishwa mambo ya kuwa na matumaini katika maisha yako. Kwa sababu labda vile unaendelea kutumikia Mungu, kuna mambo pia hayaendani sambamba vizuri. Hautaacha kama vile tumesema kwa sababu ya David, unapokuja moyo wako unainuka tena
na unasonga mbele kuendelea kumtumikia Kristo. So kuja kwetu ni ili tufundishwe, na baada ya kufundishwa tunaenda tunafanya mazoezi ya kile tumefundishwa katika kanisa na watumishi wa Bwana. Enda fanya hiyo wiki hii. Wewe kuwa mwaminifu, usikuwe tu msikiaji peke yake. Biblia inasema ya kwamba tusiwe wasikiaji tu wa neno, wala si watendaji. Baada ya kusikia, ni hatua gani unachukua katika maisha yako? Kama leo tumejifunza kazi ya ufalme inataka uharaka. Je, wewe ukienda kuketi utajiuliza, huu haraka ni mgani? Nitafanyaje ndio nifanye hii kazi ya Bwana? Kwa sababu ndio niko na program yangu, na program yangu ni very tight. Nitafanyaje? So unajipangia every siku 1 hour. Tuko na 12 hours. Unajipea 1 hour. Ya kwamba hii saa moja utafanya ya Mungu. Kwa sababu hizo masaa zingine zote ni zako. Lakini imagine tunafanya kazi zetu every day. Siku baada ya siku 12 hours. Kutoka asubuhi mpaka jioni ni kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sina panga yetu. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Na hata ukifika nyumbani umechoka sana. Unasema leo nimechoka. But je, Mungu anasema ni sawa. Yangu iko wapi kwa hiyo siku moja? Yangu iko wapi kwa hayo masaa 12? Ni nini umemfanyia? Aya, mwezi mzima unaisha. Sasa hivi nasema tumetoka Januari kwa mwezi wa 6. Nini umefanya ya Mungu? Ni masaa mangapi unaweza sema ya kwamba nimetolea Mungu haya masaa? Kila siku kuna kitu tunafanya kwa sababu ya ufalme wake. So tusipoteze muda. Na ndio katika kitabu cha Waefeso inasema ya kwamba tuweze kukomboa wakati, kwa sababu ni nyakati za hatari na nyakati za mwisho. We redeem time. Tuweze kukomboa wakati. Hakuna wakati wa kupoteza. Mtu aliye na haraka hana wakati wa kupoteza. Amepanga mambo zake ya kwamba hii na hii ndio nitafanya, hii na hii ndio nitafanya, lakini sitakosea Mungu yake, lazima nikuwe nayo. Kwa hivyo siku hii ya leo ni neno tu la kututia changamoto, na ni neno la kutuhimiza ya kwamba God is waiting, and God and Jesus also is waiting. Ni nini tunamfanyia? Na hata Mungu vile ametupea siku ya leo, vile anatupea siku baada ya siku, vile anatupea hiyo masaa yote, yeye ni mwaminifu sana. Hawezi kukunyima siku, anakuamsha kila siku, yeye pati yake anafanya ya kutupea uhai, ya kutuamsha, ya kutupea nguvu za kwenda shughuli zetu, kurudi, na tukiwa pale shughuli zetu, yeye ni mwaminifu, anatuma watu, wanakuja, wananunua kile tunauza, ama mahali tumeajiriwa, tunafanya kazi pale pia, tunapata kile tunapata. Yeye ni mwaminifu upande wake. Lakini je, sisi tunamwaza aje? Sisi tunafanya nini kwake kwa hiyo siku ametupatia? Sababu hana lingine anahitaji. Anahitaji tu sisi tuaminike na tumtumikie. Na unamtumikia ukua kwa kazi zako. Si atufunge kazi yako, useme sitatumika, ama useme sitatumika kwa sababu niko kazi. Hapana, atumtumikie Mungu kwa sababu hatuna kazi. Tunamtumikia kwa sababu yeye ametuagiza tumtumikie. So ni mimi nijipange, nitamtumikia aje? Nitafanyaje kwa sababu yake? So unajipangia kwa haya masaa 12, ndampea Mungu 1 hour ama 2 hours ama 3 hours za kufanya kazi yake. Na hiyo ndio inafurahisha Mungu. Na ukisoma John 15, sitaki kuisoma because tunajua ya kwamba mtu usiyozaa matunda unafanya nini? Unakatwa. It's the will of the Father we bear fruits. Ni mapenzi ya Bwana tuzae mazao. Najua injili wengi hata wameboeka, but I should speak the truth.
Lazima nikwambie ukweli kwa sababu muda umeenda sana. What are we doing kwa sababu ya mambo ya ufalme wa Mungu? Ama tukitoka tu Jumapili mpaka Jumapili nyingine. Weekdays, are we serving God? As we are working, as we are doing our work, bado tunamtumikia Mungu mahali pale? Ni uharaka gani uko nao? Ama ni ule wa kusema tu mimi siku moja natumikia Mungu, mimi siku moja natembelea wagonjwa. Unasikianga hata hiyo huduma iko ndani, but what are we, unafanya nini? Ni lini siku hiyo moja? Mimi siku moja nitamwimbia Mungu, mimi siku moja nitaenda kuhubiria watu waokoke. Ni nini tunafanya kwa sababu ya ufalme? Najua ni ujumbe ambao unahitaji umakini sana, na ni ujumbe unahitaji kujirudia kukubwa sana. Kile tunafanya kwa sababu ya ufalme. Imagine wiki mzima 7 days ama ni 6 days. Hakuna mahali unawekewa alama kwa upande wa Mungu kuna kitu umefanya. Ukihubiria mtu hata asiokoke, si tayari umefanya? Because umechukua hiyo hatua, umemwambia kuhusu Yesu Kristo. Basi wewe umehesabiwa kuna kitu umefanya kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ningependa tu tuende mbele za Bwana kwa sababu hii hadithi ya David ako katika vita, anafukuzwa, lakini hakuacha kuendelea kutumikia Mungu. Hakusimamisha na kusema, si unaona Saul ananifuata, sasa wewe Mungu wacha tuachane uendelee na shughuli zako. But aliendelea kusimama na Mungu. Na wengi ambao tumesoma kwa Biblia mifano mingi ya watu wengi, hata kama wako katika shida, hata kama wako katika matatizo, hata kama wanafanya kazi zao, bado walikuwa na kitu wanafanya kwa sababu ya ufalme. The book of the Acts of the Apostles, hata kama walikuwa wanashikwa, wanawekwa gerezani, hawakukosa kutumikia Mungu, bado walifanya kazi za Kristo. Labda umenyamaza pale na wewe Mungu amekupea kipawa cha kufufua mpaka wale wamekufa, lakini umeketi tu pale, hauna ile uharaka. Kwa sababu ukiwa na haraka na ukiwa na bidii na ulize Mungu, atakuelekesha na atakwambia. But people are dying. Watu bado wanakufa, lakini wewe umepewa kipawa cha kuwafufua. Watu wanaendelea kuwa wagonjwa na wewe Mungu umeketi pale na amekupea kipawa cha uponyaji. Na hautajua ukiwa umekaa. Wakati utatoka na uende uwaombee, wakipona ndio utajua haya, kumbe hiyo kipawa iko ndani yangu. Lakini sasa ukiketi tu hautajua, na Mungu anataka umfanyie hiyo kazi ya kuponya wagonjwa. Watu wamefinyiliwa na magonjwa, na Yesu ndio kazi alipigana nayo. Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 38. Kwa sababu hii Kristo aliweza kudhihirishwa na akaweza kuharibu kazi za shetani. Nimeinukuru tu, aliharibu kazi za shetani. Moja wapo ilikuwa ni magonjwa. Watu waliokuwa wamepagawa na mapepo, Yesu alikemea yale mapepo. So, inawezekana umeketi pale, lakini Mungu ni wewe anangojea. Kwa hivyo, fanya kwa haraka mpendwa. Umtumikie Mungu. Ni wewe Mungu anangoja. Amekupea huo upako katika jina la Yesu Kristo. Nipenda tu jiombe mbele za Bwana siku hii ya leo. Kwa sababu unajua ni nini unafanya kwa sababu ya Kristo. Mwambie kuongezee bidii, mwambie akupee nguvu. Na kama hakuna chochote unafanya, hauna nafasi yoyote yenye unasema hii lisali nimepea Mungu kwa wiki hii, hata kama ni one day, unaweza sema kwa siku hii moja nitakuanga nafanya kazi ya Bwana. Mpendwa, enda mbele za Bwana, jiombe mbele za Mungu. Yeye amesema kazi yake inahitaji haste, kazi yake inahitaji uharaka. It requires haste, inahitaji ule uharaka. Je, unaifanya namna gani? Unamtumikia Mungu namna gani? Kwa sababu wakati mwingine tunatumikianga Mungu ni kana kwamba Mungu yeye hana yani ni kama tunamsaidia sana. Ni kana kwamba tunasaidia Mungu sana. Hapana,
yeye anataka tumtumikie katika jina la Yesu. Si ujiombe mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ndio una changamoto, ndio kuna mambo unakabiliana nayo, lakini usiangalie hayo. Wewe endelea kufanya kile Kristo amekuita ufanye, kwa sababu alijua ni kwa nini ya kuume, alijua ni kwa nini ya kutengeneze. Na neno la Bwana limesema hii kazi inataka uharaka. Wewe muitie jina la Bwana akusaidie. Usikae tu, miaka imeendelea, masiku zimeendelea, muda umeendelea, mamiezi zimeendelea, mawiki zimeendelea, lakini hakuna chochote chenye unafanya kwa sababu ya ufalme wa Bwana. Wapendwa, wacha tujiombe mbele za Bwana. Tusiende kaburini tukiwa na kile Kristo alitia ndani yetu. Tunasoma hadithi ya Elisha wakati amekufa, mpaka mwili wake ulikuwa unafufua watu. Which means aliombea watu na wafufuke. Kwa hivyo na wewe jiombe ya kwamba usitoke katika hii dunia ukiwa na vipawa ambavyo Mungu alitia ndani yako na haukuzifanyisha kazi. Ulilegea tu, ulikaa tu ulifanya tu kwa ulegevu, ulifanya tu kana kwamba unafanyia mwanadamu. Jiombe siku ya leo ili ukaweza kuwa na hizo nguvu za kufanya hii kazi ya Bwana ambao ametuitia. Watu wanaangamia kwa dhambi, ni sisi tunaangaliwa kama Wakristo. Watu wanakufa kwa uzinzi na usherati, watu wanakufa kwa pombe. Wapendwa, tusifurahie. Ni kwa sababu Mungu anaangalia kanisa tunafanya nini. Yeye anaangalia ulimwengu, anataka wale watu wafikishiwe neno, lakini sisi bado tumetulia. Kazi ya Bwana inataka uharaka. Wacha Baba tusaidie, na tusaidie katika wiki hii. Hili neno limejirudia katika maisha yetu. Mpendwa, chukua hatua ya kuendelea kumtumikia Bwana. Hata kama unafanya kazi zako, hakuna mahali tutalipwa kazi zetu ambazo tulifanya za kujifaidi. Kile tutalipwa ni kile tulifanya kazi ya Kristo. Kwa hivyo mtumikie Kristo mpendwa. Hauna lingine ila kumtumikia Kristo aliyekuita. Enda kutembelea wagonjwa, tia moyo watu ambao wamepoteza matumaini. Wewe ombea, tembelea wale ambao ni wajane, tembelea hata wale ambao hawajiwezi, ukawatia moyo katika jina la Yesu. Baba tusaidie kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Umesema hii kazi inataka uharaka. Bwana tusaidie tukawa na huo uharaka.